Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nichukue nafasi hii kukumbusha katika maombi yetu ya siku tatu. Anza leo siku ya Jumanne, alafu tutamaliza Alhamisi. Siku tatu kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 4. Ni maombi ambayo tutakuwa tunaomba kwa kutumia damu ya Yesu na kufungua vifungo ambavyo vimejificha kwenye damu, na kufungua vifungo ambavyo vimejificha kwenye damu. Mtu wa Mungu, kichwa cha somo letu kinaitwa nguvu iliyopo kwenye damu. Nguvu iliyopo kwenye damu. Watu wengi wanatembea kwenye vifungo ambavyo vimewashikilia muda mrefu, ambavyo vinatokana na damu ambazo zimemwagika, damu za ukoo, damu za familia, damu za watu waliokufa, damu za mbuzi ambazo zimetolewa kama kafara. Kwa watu wengi wanatembea kwenye kifungo cha aina hii. Sasa kwa sababu hawana maarifa ya kutosha kwenye hilo eneo, wamejikuta wakiwa wahanga wa vifungo ambavyo vinatokana na damu. Nataka tuangalie nguvu iliyopo kwenye damu. Kisha tuitumie damu ya Yesu kutoka kwenye vifungo hivyo vya damu. Karibu sana mtu wa Mungu. Chukua nafasi hii kumwalika rafiki yako, jirani yako, ndugu yako wa karibu. Share hii link kwa watu kadhaa. Sisi ni jeshi la ufalme. Mtu wa Mungu, kabla sijaendelea sana, nina tangazo. Tangazo ni kwamba nitatoa matangazo muda sio mrefu. Tutakuwa na mikutano ya injili. Tunaandaa mikutano ya injili miwili mkoani Songwe. Confirmation ya mkutano wa kwanza tayari na ratiba zake tumeshazianza na tumeandaa. Bado tunaandaa mkutano wa pili wa injili. Bado tunafikiria, tunaweka kwenye mkakati wa mkutano wa pili wa injili. Sasa nikisha kamilisha kila kitu nitaviweka kwenye matangazo, kwa hiyo utaona vizuri. Lakini mkutano wa kwanza tumesha confirm tayari. Sisi ndio tunaoandaa kama jeshi la ufalme kuwahubiria watu habari njema za Yesu. Kuna watu ambao wako kijijini, kuna watu ambao injili haijawafikia kwa namna ambayo sisi hapa mjini tumefikiwa na injili. Na nikwambie tu mtu wa Mungu, huu ni mwanzo wa hubiri injili vijijini, injili ambayo itawafikia watu wengi ambao hawajafikiwa. Lakini mtu wa Mungu, baraka hizi mara tu tutakapotangaza, basi zisipite. Mtu wa Mungu, unaweza ukashiriki na sisi kwa utaratibu ambao tutauweka hapo baadaye, lakini tunakusudia kuwafikia watu ambao injili haijawafikia, watu ambao wamefikia injili ama injili ya kinyonge au injili ambayo haina matendo ya Mungu. Wameishia tu kusema kwa habari ya kwamba Yesu yupo, Yesu anaokoa, lakini bado wako kwenye maumivu na maonevu ya magonjwa na mateso ya namna mbalimbali. Kwa hiyo mtu wa Mungu, injili ya kwanza tutafanya wilaya ya Mbozi, lakini nitakwambia ni sehemu gani baadaye. Lakini tumeshafanya confirmation, nimeshawasiliana na wachungaji wa kule na kanisa ambalo tutaungana nao ili kufanya injili. Nimeshawasiliana nao, lakini injili ya mkutano wa pili bado sija confirm
na sija confirm. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nitakutangazia hapo baadaye. Kwa hiyo lazima nikwambie wewe kama jeshi la ufalme, sisi kama jeshi la ufalme. Amen. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Nataka siku ya leo tuweke msingi na tuanze maombi yetu. Mtu wa Mungu, ni kwamba hivi neno la Mungu linasema hivi kwa habari ya, kumbuka kichwa cha somo cha somo kinaitwa nguvu iliyopo kwenye damu. Nguvu iliyopo kwenye damu. Watu wengi wamefungwa na vifungo vingi kwa sababu ya kwanza ni kwamba hawajui vifungo vya damu vilivyowakwamisha. Lakini sababu ya pili ni kwamba hawajui, wanajua kwa sehemu juu ya damu ya Yesu, lakini hawajaiapply. Kwa hiyo wamejikuta wako kwenye vifungo vya aina hiyo, vifungo vya damu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tutakuwa tunaangalia nguvu iliyoko kwenye damu general, yani damu yake ina nguvu gani, na damu ya mnyama ina nguvu gani, damu yoyote ya mbuzi ina nguvu gani, na damu ya Yesu ina nguvu gani. Nini tofauti kati ya damu ya Yesu na damu zingine? Huo utofauti ndio ambao unaleta ukombozi kutoka kwenye vifungo vingine vya damu. Okay. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo ule mlango wa 5. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 5, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. Ufunuo 5 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kuchukua hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na taifa. Baba, asante kwa neema yako, asante kwa upendo wako, asante kwa nguvu zako Bwana. Yesu, karibu ushirike, uponye watu wako, ufungue watu wako, Bwana, uokoe watu wako, katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Amen. Bwana, mtu wa Mungu, nguvu ya kwanza iliyoko kwenye damu ni kwamba damu ina uwezo wa kununua. Nguvu ya kwanza iliyoko kwenye damu ni kwamba damu ina uwezo wa kununua. Damu ina uwezo wa kununua. Damu ina uwezo wa kununua. Yohana alianza kulia alipofika kule mbinguni, akaonyeshwa baadhi ya vifungo na watu walivyofungwa, akaanza kulia. Lakini wale watu walikuwa wameandikwa kwenye kitabu fulani, kimefungwa ndani na nje na kimepigwa mihuri. Alipocheki kule mbinguni, alikuwa alikuwa hajamuona Yesu kama anaweza akafungua hicho kitabu. Kwanza alikuwa hajamuona, lakini wakati analia ndipo akatokea malaika mwingine, wakatokea waimbaji wakasema kwamba yuko anayestahili, unaona, yuko anayestahili kufungua hiki kitabu, kwa sababu huyu alichinjwa. Alipochinjwa kwa damu yake, amemnunulia Mungu watu wa kila kabila. Mtu wa Mungu, ukisoma tu hapo kwa namna Yohana alivyoanza kulia, tunaweza kujifunza kwamba kumbe kuna watu wengi ambao wanalia kwa sababu hawana majibu. Na sio kwamba majibu hayapo, ila ni kwamba wao hawajui kama majibu yapo. Yohana alipofika kule mbinguni, akaona kile kitabu, akaanza kulia. Akaanza kulia kwa sababu hakuona mtu anayestahili kukifungua hicho kitabu. Hakuona mtu mwenye nguvu ya kukifungua hicho kitabu. Kwa hiyo kuna watu wamejaribu baadhi ya vitu, wamejaribu kutoka kwenye baadhi ya mambo,
lakini wameshindwa kutoka. Kwa kuwa hawakuona suluhu ya hayo mambo, wamesalia kwenye kilio. Ni maombi yangu ya kwamba baada ya siku 3 hii, basi vile umelia mtu wa Mungu kwa kukosa majibu, Mungu akujibu. Yohana alianza kulia kwa sababu hajapata majibu ya nani atafungua hiki kitabu, nani atafungua hii mihuri, nani ataondoa hii asa. Akaanza kulia. Watu wengi wamelia. Inawezekana ni wewe umelia. Kuna kitabu kimefungwa kwenye maisha yako. Kitabu kimefungwa, kina mihuri ndani na nje. Kitabu kimefungwa, kina mihuri ya kichawi, kina mihuri ya kipepo, kina mihuri ya kuzimu. Kuzimu imepiga mihuri. Leo kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu inaenda kuondoa kila mihuri iliyopigwa ya kwamba mtu huyu asifanikiwe, ya kwamba mtu huyu asiendelee, ya kwamba mtu huyu asonge mbele. Kila mihuri ya kichawi, kila mihuri ya kiganga, kila mihuri ya kipepo, kila mihuri ya kuzimu inafutika juu yako katika jina la Yesu aliye hai. Neno la Mungu linasema wakatokea malaika, wakatokea watu waliokuwa wakiimba wimbo, wanasema unastahili wewe kukitwaa hiki kitabu na kufungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Baada ya kuchinjwa, sikia, baada ya kuchinjwa, damu yako imemnunulia Mungu watu wa kila kabila. Karo seprokoteli ama. Kuna watu ambao walimchinja Yesu wakiwa wanajua wakimuua imekwisha. Shetani aliinua watu wafanye vita na Yesu, wamchinje, wamuue. Hakujua kwamba kwa kumchinja Yesu damu yake itamwagika na watainuka mayesu wengi, watainuka watu wengi wa kawaida, watainuka watu wa kila kabila ambao watafanana na Yesu. Ni maombi yangu ya kwamba yuko adui ambaye amekusudia kukuchafua, ama amekuchafua, ama amefanya vita na wewe. Hiyo vita ambayo adui ameinukia juu yako, hiyo vita ambayo adui ameipanga juu yako, igeuke iwe faida kwako katika jina la Yesu aliye hai. Walipodhani wanachafua biashara yako, basi kupitia hayo maneno yao biashara yako itangazwe katika jina la Yesu aliye hai. Walipodhani wanachafua kazi yako, kupitia hayo maneno yao utapata watu wengi watakao kusikia, na watu wengi watakao kufuatilia, watakaoona usahihi wa mambo unayofanya, na utakuwa mshindi, na uwe mshindi katika jina la Yesu aliye hai. Alipochinjwa Yesu alimwaga damu. Moja ya jambo lililotokea ni damu kumwagika. Moja ya jambo lililotokea ni damu kumwagika. Na neno la Mungu nasema hivi, damu ya Yesu ilipomwagika, basi hiyo ndiyo inamstahilisha yeye, inamstahilisha yeye kununua, kufungua hicho kitabu. Anasema damu ilipomwagika, hiyo damu imetumika kununua watu wa kila kabila. Kama kitu kinanunuliwa, tafsiri yake ilikuwa na mwenye nacho. Huwezi kununua kitu ambacho ni cha kwako.
hawezi kununua kitu ambacho ni cha kwako. Haiwezekani. Hata kitu ambacho ni cha baba yako muda mwingine ni vigumu kukinunua. Sasa Yesu alipochinja ametumia damu yake. Damu yake ni kama spiritual currency, sarafu ya kiroho ya kununulia. Sasa anasema hii damu imetumika kuwanunua watu. Sasa inawanunua kutokea wapi? Hawa watu wananunuliwa kutoka kwenye mizimu. Walikuwa wameuzwa kwa damu za mbuzi. Mizimu inawamiliki. Mashetani yalinyweshwa damu, yaliwanunua hao watu. Walikuwa wameshikiliwa, walitolewa damu za mbuzi ili wawe wa shetani. Damu za watu zilimwagika ili hao watu wasiwe wa Yesu. Okay. Shetani anapomnunua mtu huwa anampa jukumu. Au Mungu au shetani anapomnunua mtu huwa anampa jukumu. Angalia mahali hapa, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linaeleza ya kwamba baada ya Yesu kutununua, kuwanunua watu kwa damu yako, wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo unaona, mtu wa Mungu, baada ya Yesu kutununua kwa damu, kununua Wandali, kununua Wanyiha, kununua Wasukuma, kununua Wasafia, kununua Wachaga, kununua Wanyilamba, kununua Wafipa, kununua watu wa kila kabila. Baada ya kununua, amewafanya kuwa wafalme na ukuhani. Amewafanya kuwa makuhani na ufalme. Sasa baada ya kuwanunua, kwa hiyo mtu akiwa ameuzwa chini ya damu za ukoo za familia, kuna kakitu anapewa, kuna jukumu anapewa. Kuna watu baada ya kununuliwa, yule bosi aliyenunua amewafanya kuwa maskini. Hawana amri kwa sababu wamenunuliwa. Ndio maana mahali pengine neno la Mungu lasema umenunuliwa kwa thamani, usiwe watumwa wa watu. Kwamba ukishanunuliwa hairuhusiwi mtu mwingine kukutumia, hauruhusiwi kumtumikia mtu mwingine. Anasema mumenunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa watu. Sasa mtu wa Mungu, shetani akisha kununua, kama wazazi wako walikuwa wanatoa sadaka, wanatoa mbuzi, wanatoa kafara, wanatoa nini, basi uwe na uhakika kuna mahali uliuzwa. Unaweza sio wewe uliuzwa, lakini uchumi wako uliuzwa. Yesu alipotununua ametufanya kuwa makuhani. Yesu alipotununua ametufanya kuwa wachungaji. Yesu alipotununua ametufanya kuwa mitume. Yesu alipotununua ametufanya kuwa waimbaji. Yesu alipotununua hajatuacha bure. Sasa kuna watu ambao wamenunuliwa, wamefanywa kuwa wachawi. Kuna watu ambao wamenunuliwa, wamefanywa kuwa wagonjwa. Kuna watu ambao wamenunuliwa, wamefanywa kuwa mateka. Wamenunuliwa na kuzimu ili watumikie kuzimu. Wamenunuliwa na kuzimu ili waue watu wengine. Wamenunuliwa na kuzimu ili wanyanyase watu wengine. Wamenunuliwa na kuzimu ili wafunge milango ya watu wengine. Jioni ya leo, usiku wa leo, kila kilichokununua, kila kilichoshika maisha yako, kila majini, kila miungu, kila kilichonunuliwa, mahali ulipouzwa, damu ya Yesu ya thamani inakununua jioni ya leo. Damu ya Yesu ya thamani inakununua. Heshima yako iliyouzwa tunainunua kwa damu ya Yesu. Ndoa yako iliyouzwa tunainunua kwa damu ya Yesu. Maisha yako yaliyouzwa tunayanunua kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mungu anakununua. Damu ina uwezo wako. Damu ina uwezo
kuwa damu ina uwezo wa kununua. Ni damu ipi iliyokununua ndiyo ambayo inaamua umiliki wa wewe ni nani. Walionunuliwa kwa damu ya Yesu ni wana wa Mungu. Walionunuliwa kwa damu ya shetani, kwa kafara na mbuzi na kondoo, ni wachawi, ni wezi, ni wanyang'anyi, ni matapeli, ni waovu, ni wa kila namna, kwa sababu damu ilipowanunua imewafanya kuwa watumwa. Lakini damu ya Yesu inapomnunua mtu, huwa inamfanya amtumikie Mungu, awe mhubiri, awe muimbaji, amiliki fedha za kimungu. Unaona damu za mbuzi zinapomnunua mtu mwingine, zinamfanya auwe wengine, awe mtoa kafara, auwe, aondoe, aharibu. Lakini kwa neema ya Mungu unafunguliwa. Kwa neema ya Mungu damu ya Yesu inakununua. Mtu wa Mungu, tunaingia pointi ya pili. Nguvu iliyopo kwenye damu. Pointi ya pili, nguvu iliyopo kwenye damu. Damu ina uwezo wa kusafisha au kuchafua. Damu ina uwezo wa kusafisha au kuchafua. Unajua damu ina uwezo wa kusafisha au kuchafua. Soma kitabu kile cha Waebrania 13. Kitabu cha Waebrania 13 na ule mstari wa 12. Waebrania 13 na mstari wa 12. Anasema, kwa ajili hiyo naye aliwatakasa watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Kwa ajili hiyo Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Yesu ili awatakase. Hebu nisikilize. Kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Ili Yesu awatakase watu wake, aliteswa nje ya lango. Aliwatakasa kutokea wapi? Maana yake kuna kitu kilichokuwa kimewachafua. Kama haujui, mtu wa Mungu, neno la Mungu nasema mshahara wa dhambi ni mauti, na mauti huwa inalenga kuondoa uhai, na uhai umefichwa kwenye damu. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya dhambi na damu. Kuna uhusiano mkubwa kati ya dhambi na damu. Ndio maana dhambi ilipotokea inawinda uhai, na uhai umefichwa kwenye damu. Ngoja nitakwambia labda baadaye kidogo, sikuchanganya. Lakini ni kwamba hivi, Yesu ili awatakase watu, neno la Mungu linasema ilikuwa ni lazima, kwa sababu amekusudia kuwatakasa watu, ilikuwa ni lazima ateswe. Kwa hiyo maana yake nini? Kama Yesu angekufa kwa kunyongwa, maana yake ni nini? Angekuwa ameuawa. Kifo hicho kisingehusisha damu. Au Yesu angekufa kwa ugonjwa, alikuwa hastahili kutukomboa, kwa sababu kifo hicho damu haijatoka. Neno la Mungu lasema
ili awatakase watu wake mwenyewe ilitakiwa ateswe. Ili awatakase kwa damu ilitakiwa ateswe. Kwa namna gani? Kwa ili awatakase watu kwa damu ilitakiwa apigwe misumari. Ili awatakase watu kwa damu yake ilitakiwa atobolewe, apigwe na miba, ilitakiwa achomwe mkuki. Damu ilitakiwa itoke. Itatoka namna gani? Lazima ateswe ili damu itoke. Sikia mtu wa Mungu, damu inaweza kusafisha. Kwa kumbe tunaona Yesu damu yake inatoka ili tutakase. Unaposema kutakasa, mtu wa Mungu, unaongelea, huwezi kutofautisha kutakasa na uchafu. Huwezi kutofautisha au ukatenganisha kati ya kusafisha au kutakasa na uchafu. Kwa hiyo hawa watu walikuwa wamechafuliwa. Mtu damu zinapotoka kwenye maisha yake, damu zinapomwagika, damu za mbuzi, damu zinapomwagika huwa zinalenga, huwa moja ya jambo linalofanyika ni kuchafua, ni kumchafua mtu. Shetani huwa anatumia damu sana kwenye mambo yake. Kwa nini? Na shetani huwa anatafuta vitu vichafu. Vitu vichafu shetani huwa anavitumia, anavitafuta. Utanielewa? Shetani ili akae mahali ambapo yeye anaona ni sawa, ni kwenye vitu vichafu. Kwa hiyo ndio maana sasa wachawi ili watumike vizuri na shetani lazima wawe wamechafuliwa. Moja ya kitu kinachochafua ni damu. Wachawi ndio maana wanatumia damu za watu sana. Wachawi wanakunywa damu za watu usiku na mchana, na shetani mwenyewe anakunywa damu za watu usiku na mchana. Yeye anataka vichafu. Damu ina asili ya kuchafua. Kwa hiyo ili mchawi awe mchafu, moja ya jambo analolifanya ni kunywa damu za watu. Ndio maana ili mtu asichafuke, Mungu anamwambia asinywe damu za wanyama, asinywe damu za mbuzi, kwa sababu akisha kunywa damu amechafua, amejichafua, amejinajisi. Lakini unapokunywa damu ya Yesu unajitakasa. Ndio maana, kwa sababu Yesu aliona hawa watu wamechafuliwa sana kwa damu. Aliona hawa watu wamechafuliwa kwa damu. Alichokifanya Yesu ni kuhakikisha anateswa nje ya lango. Nje ya lango, kuhakikishwa anapigwa misumari ili damu imwagike kwa ajili yangu na kwa ajili yako wewe. Kama damu ya Yesu haijamwagika, no way kuna kuvuka. Hakuna. Kwa hiyo uchafu ungekuwepo. Damu ina uwezo wa kuchafua au ina uwezo wa kusafisha. Ukisoma, nikusomee tu maandiko machache. Ukisoma kile kitabu cha Isaya 49 na mstari ule wa 3. Isaya 49 mstari ule wa 3. Isaya 59, Isaya 59 mstari wa 3 anasema hivi: kwa maana mikono yenu imejaa unajisi kwa damu, maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Sasa angalia kitu kilichotokea. Anasema hivi kuanzia mstari wa 1: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Unaona na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia.
kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Kwa hiyo walipohakikisha hao watu wanachafuka, walianza kupaka mikono yao kwa damu. Hapa anapoongelea mikono, haongelei kwa habari ya mikono hii unayoiona. Kwa nini? Kwa sababu hao watu ni watu waliokuwa wanaomba, waliokuwa wanatafuta Mungu. Ghafla wanashangaa Mungu hajibu maombi yao. Na Mungu alipokuja akasema, nyinyi hamshangae. Sio kwamba Mungu amepunguza nguvu yake ya kujibu. Sio kwamba Mungu masikio yake yamezibwa. Sio kwamba Mungu ameshakuwa kipofu. Hapana, nikiwaangalia nyinyi mmechafuliwa kwenye ulimwengu wa roho, mmepakwa damu. Kuna watu ambao wakitembea, kuna mtu aliwahi kuniambia akasema, mtumishi, nimeota nyumbani kwangu pametapakaa damu kila mahali, damu imemwagika. Hiyo ni ishara ya kwamba hapo wamepanajisi, lazima uitie damu ya Yesu. Kwa hiyo ukiomba kwenye hilo eneo, mapepo yamejaa. Ukiomba kwenye hilo eneo ni vigumu kujibiwa, kwa sababu ni madhabahu ya kuzimu. Sasa Mungu anasema siwezi. Okay, anasema hao watu wanakutana na uwezo wa Mungu ambao umepungua. Mungu hajibu maombi yao, Mungu hasikii maombi yao. Wanaomba sana, lakini Mungu hasikii. Walipoamua kumuuliza neno la Mungu, Bwana, Mungu anasema, tazama mkono wa Bwana haujapunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Shida iko kwenu, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, hata hataki kusikia, kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu. Mikono yao ya kupokelea maombi imetiwa unajisi kwa damu. Mikono yao ya kupeleka maombi mbele za Mungu imetiwa unajisi kwa damu. Damu imewachafua. Unaweza ukaa unaomba, kumbe kuna mtu alienda kwa mizimu. Walikwambia hii kwenye familia ni ya nini? Wakachukua damu wakaenda kwenye makaburi, wakamwaga damu za mbuzi. Unashangaa uchumi wako unaharibika. Unashangaa upo kwenye matope, mwili wako uko kwenye matope. Ni ishara ya kwamba umechafuliwa kwenye ulimwengu wa roho. Ni ishara ya kwamba umechafuliwa. Unashangaa mavazi yako ni machafu. Unaota ndoto umevaa mavazi machafu. Ni ishara ya kwamba kwenye ulimwengu wa roho kuna jambo limefanyika. Wamekuchafua kwa damu za mbuzi, wamekuchafua kwa damu za kondoo, wamekufanya uwe najisi, uonekane najisi mbele za Mungu ili usifae kitu. Lakini nina habari njema ya kwamba yeye aliteswa nje ya lango ili kwamba damu yake itutakase. Hata kama umenajisiwa, tumbo lako limenajisiwa, lisibebe watakatifu wa Mungu. Lapakoshe tabregede. Sikia mtu wa Mungu, moja ya eneo ambalo linachafuliwa sana, moja ya eneo ambalo linachafuliwa sana ni tumbo. Kwa sababu unatakiwa ubebe watoto, shetani anakuja na gusa tumbo. Njia mojawapo ambayo ni hatari kwa ajili ya kuchafua eneo la uzao. Kama mwanamke unapolala na mwanaume ambaye sio mume wako, au kabla haujaolewa, efekti yake inaenda kwenye uzao. Maana yake nini? Maandalizi ya tumbo, mtoto ataenda kuandaliwa mahali ambapo pamechafuka. Na mahali ambapo pamechafuka huwa ni kivutio kwa majini, kwa mapepo na kwa mashetani ya kila namna. Mashetani yanapenda kunywa damu. Watu wakitaka kuyaita mashetani wanachafua damu, wanaweka damu, wanaweka uchafu wa kila aina, au wanafanya vitu vyote vya kichafu ambavyo itakuwa chakula cha pepo, itakuwa chakula cha majini. Mapepo yatakuja hapo. Sasa unapofanya tendo la ndoa nje ya mume wako, nje ya, kwa wanawake naongelea, kinachotokea kwa mwanamke
moja ya eneo linaloathiriwa ni tumbo. Tumbo lako linapoathiriwa kama mwanamke ni hatari. Kwa maana gani? Kuna mahali neno la Mungu nasema walijifunza uongo tangu tumboni mwa mama yako. Sasa unaweza ukajiuliza, yule mama alikuwa anaenda tumboni anaongea na huyo mtoto? Hapana, tumbo lilichafuliwa. Ndio maana watoto wanaweza kazaliwa amezaliwa na magonjwa ya aina fulani. Tumbo limechafuliwa kwa njia ya uzinzi. Unaona, mtoto anazaliwa ana kifafa, ana degedege, tumbo limechafuliwa kwa njia hii. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo Mungu anakutakasa katika jina la Yesu. Shetani akitaka kukaa mahali huwa anachafua. Alipotaka kuwakwamisha hao watu, alikaa kwenye mikono yao akachafua mikono. Alipotaka tena kukaa kwa watu hawa, alichafua, anaweza akachafua miguu yao ili akamate hatua zao, kwa sababu shetani siku zote anakaa kwenye uchafu, anakaa mahali pachafu, anakaa mahali hapafai. Neno la Mungu kusoma katika kile kitabu cha Walawi, kitabu kile cha Walawi 15, Walawi 15 ule mstari wa 28. Walawi 15, kama nitapata haraka, lakini Walawi 15 ule mstari wa 28, nikusomea hapa ule mstari wa 28. Neno la Mungu nasema, lakini huyo mwanamke kwamba ametakaswa, huyo mwanamke kwamba ametakaswa na kule kutokwa damu kwake, ndipo atakapojihesabia siku 7 na baadaye atakuwa safi. Unaona hapa naeleza kwa habari ya damu, kwamba hata ile damu tu ya mwanamke ikitoka nje, iko out of system, ikitoka nje, wana wa Israeli zamani walikuwa wanamhesabu mwanamke huyo kama ni najisi, haruhusiwi kukaa kwenye mkutano. Akitokwa na damu mpaka damu itakapoisha, ile damu ya mwisho wa mwezi, ile damu ya MP, menstruation period, itakapotoka mwanamke katika taifa la Israeli aliyesabika kama ni najisi. Kwa hiyo atatengwa na jamii yake siku 7. Baada ya siku 7 ndipo atahesabika kwamba huyu mwanamke ametakaswa. Kwa kitendo tu cha damu kutoka, yule mwanamke alikuwa amechafuliwa, amekuwa najisi, hafai kukaa mbele za Mungu. Unaweza ukaona jinsi ambavyo nguvu ya damu ipo, lakini damu ya Yesu inaweza kukusafisha kutoka kwenye uchafu wa kila aina. Mtu wa Mungu, ninataka tuombe kwenye hizi prayer point, na prayer point zaidi ya 7. Nina prayer point zaidi ya 7 ambazo zinaonyesha nguvu iliyoko kwenye damu. Leo tumeangalia kwamba damu ina uwezo wa kununua, lakini pia damu ina uwezo wa kusafisha ama kuchafua. Na watu wamechafuliwa na damu zao. Kuna watu kuna maeneo yamechafuliwa. Unalima mahali, unajenga mahali, damu ikimwagika hapo, uwe na uhakika kwenye ulimwengu wa roho imechafuliwa na haitakuzalia. Iwe damu ya mbuzi, ya kondoo, ya kuku, ya mnyama, kwa kadiri damu inavyomwagika ndivyo inavyozidi kuchafua. Ndio maana unaona damu ya mbuzi, damu ya Habili ilipomwagika kwenye ardhi ikazuia Kaini asipate mazao. Kwa nini? Ardhi imechafuka, ardhi imebebeshwa damu. Ndio maana ni hatari sana damu za watu kumwagika. Ni hatari kwa wewe ambaye unamwaga damu za watu, na ni hatari kwa mtu yule anayemwaga damu za watu. Ni hatari mno, ni hatari mno. Lakini unaweza usimwage, ila ukawa ilimwagwa kwenye ardhi, ikawa ilimwagwa na watu ambao wametangulia. Ni damu ya mbuzi, ni damu ya kondoo, ni damu ya mnyama ilimwagwa. Kwa mtu wa Mungu, nataka tumuombe Mungu sasa. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, ninaomba unirehemu toka kwenye kila damu ambayo nilishiriki. Nilienda kwa mganga wa kienyeji, au nilitoa hela za kwenda makaburini kuabudu miungu mwingine. Hukwenda, lakini damu ilimwagika. Hapo ndipo walipobana uchumi wako. Mwambie Mungu, ninaomba unirehemu. Baba, katika jina la Yesu, Baba, ninaomba toba Bwana. Baba, ninaomba toba Bwana. Baba, ninaomba toba Bwana. Baba, ninaomba toba Bwana.
Hebu mwambie Mungu, ninaomba toba. Mwambie Mungu, naomba nirehemu. Mwambie Mungu, naomba nitakase. Mwambie Mungu, naomba nisafishe. Mwambie Mungu, naomba nifanye upya. Mwambie Mungu, naomba nifanye upya. Nimekutenda dhambi kwa maneno yangu. Nimekutenda dhambi kwa matendo yangu. Nimekutenda dhambi ya masoto raka sekoto shekoto lepa sekete riko kotoshe rapa sakato shaprokoto maseto prokoto shadaba. Baba, naomba toba Bwana. Baba, naomba toba Bwana. Baba, naomba toba Bwana. Emu omba toba, damu ya Yesu ikusafishe. Omba toba, damu ya Yesu ikusafishe. Omba toba, damu ya Yesu itakase. Kuna mahali umechafuliwa, mtu wa Mungu. Kuna mahali umechafuliwa, biashara yako imechafuliwa. Kuna watu ambao waliota ndoto, kuna damu imemwagika kwenye biashara zao, kwenye milango ya biashara zao. Nilienda kwenye fremu ya mtu, akasema, mtumishi, nimeona damu imemwagika mlangoni, imepakwa mlangoni. Baada ya hapo wateja hawaji tena. Ni ishara ya kwamba walichafua damu yako. Ni ishara ya kwamba walichafua biashara yako. Hebu mwambie Bwana, ninaomba toba. Mwambie Bwana, naomba toba. Mwambie Bwana, naomba toba. Mwambie Bwana, naomba toba. Rapa sota prakato shedere. Rapa sakato shedere. Rapa sakato shedere. Ropokoto shabagada. Rapa sekete rikokoto. Mantakado prokoto. Mantakado prokoto. Mantekedo prokoto. Mantaka baba sedere rapa sakata ropoko shedeba raka saikoto lopoko shedema reke sagado ropoko shedeba raka saikoto ropoko shedere rekete sopro rapa sagada rekoto shedere yamasoto. Mungu wa rehema, Mungu wa rehema, Mungu mwenye nguvu. Baba, ninatubu Bwana, natubu Alfa na Omega, natubu kwa ajili ya watoto wako Bwana, wako waliochafuliwa, ni watumishi wako Bwana. Shetani akitaka kuingia mahali huwa anachafua kwanza, kabla hajamzuia anachafua kwanza. Baba, neno la Bwana sema, pepo linatokapo mahali litokapo ndio lia papa pepo litokapo huenda mahali pasipo maji, likisema nitarudi tena Bwana. Likikuta nyumba imechafuliwa kwa namna ambayo linataka, likikuta nyumba imesafishwa kwa namna ambayo linataka, kwa namna ya uchafu, ndipo linaingia, linaenda kuita wengine 7 Bwana, katika damu ya Yesu. Ziko damu zimechafua watu wako, ziko damu zimechafua watu wako Bwana, zimechafua watu wako, zimechafua watu wako. Le passe do braka sagado, le passe do broko shereba Yamasorobo le pasakato prokoto maseto prokokate masakota prokoto masatatato bro rakatakato bro. Damu ya Yesu ndio inashuka juu yako sahi, 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 inashuka juu yako sahi. Damu ya mwana kondo, 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 damu ya mwana kondo. Rapasikotoyo, rapasakatoyo, ropokoto sheraba, rapapasado, ropakantakado, 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 rapasekoto, rapapapase, ropokotoriama, ekote prokokoto, repapapasada, rakata. Damu ya mwana kondo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inapenya huo uchafu uliochafuliwa. Ndio akili yako imechafuliwa, akili yako imetiwa ganshi, akili yako imechafuliwa. Ndio rakasato ropakata ropokoto rakata ropopo leketopra rakasedede
Yamasoto imasu prokote serebo le pasu prokokoto le pasakata ya mamamo rapasakata kapo ropokoto sheleba le papase dobo lanto prokote top le koshe prokote maseto prokokoto le sidididididid. Ndio iko damu ya mwanakondoo, iko damu ya Yesu, 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 iko damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio, damu ya Yesu ndio inapita sahi, inapita sahi, inapita sahi, inapita sahi, inapita sahi. Imaso prokoto le pasaikotoshe le pasaikotabro le suprokoteso le pakosha prokoto le sakuta baragadushe le pakanto kobro le papaya sobre rekato brakanto repapato kasuta aduba sekutapo aduba sekutapo aduba sekutapo aduba sekutapo aduba sekutapo aduba sekutapo aduba sekete. Naitia damu ya Yesu ndio, naitia damu ya Yesu ndio. Shetani amekaa kwenye maisha yako, amepata uhalali wa kukaa kwenye maisha yako ndio, kwa sababu alikuchafua kwanza, alikuchafua kwanza, alikuchafua kwanza. Yuko mtu kwenye Biblia aliyechafuliwa kwanza, kisha shetani akakaa ndio, akakaa juu yake ndio. Ora papa yule Yoshua kuhani mkuu alichafuliwa kwanza, mavazi yake ndio yalichafuliwa kwanza, kisha shetani ndio rapa kote bro, rapa sakato bro, reko kote bro. Imasoto rakatakado rapapapato alichafuliwa kwanza ndio. Shetani akakaa mkono wa kuume, akakaa mkono wa kuume, akakaa mkono wa kuume, akakaa mkono wa kuume, akakaa mkono wa kuume ili ashindane naye, 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 ili ashindane naye. Ropa sekotoyo rapa sekete ropo kotaya ropo kotoyo ropa paya de ropa kanta kado rapa kadobro le papaya doshe intakakakado rakataho rapapo rakato ropo kantaya rakatapro rakato ropapo rakata. Alikaa mkono ndio, alimchafua kwanza, alimchafua kwanza. Kila ambacho shetani amekuwekea ndani yako kikuchafue, amekuwekea ndio, ameweka magonjwa ili ya kuchafue. Leko kabro leo tunavua hayo mavazi, navua hayo mavazi, navua hayo mavazi, navua hayo mavazi, navua hayo mavazi. Yamasoto inte kora dupo le koshe brokotoyo inte koria mamoho le pasikotoyo repa kota bro le koshe bro lita broka shere into kabababo le koshe to bro riko keso bre le kokama mama sere ropa kadosh reko te brokotai alapa manto kardo rapakado brekade le papapato kardo le papapa papapo. Hayo mavazi ndio, huo uchafu ambao shetani amejiwekea ndio, ameweka kwenye ndoa ili akumiliki, ameweka kwenye ndoa ili akumiliki. Na pasua eka papapo Yamaso la sekotobu le saikotobu le saikokodo la papo azopro la saikotoya rakataya po ropapo liento proya rakata rakadagada rakadagado rakadagabo 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 liento pragada yantadada. Naona uchawi unavuliwa, naona uchawi unavuliwa lakakakatakata rakakato rakakado. Ndio maana wachawi wengi ndio ayayaya, waganga wengi wanakaa kwenye uchafu, kwa sababu shetani anapenda uchafu. Asili yake yeye ni mchafu, yeye ni mchafu, yeye ni mchafu. Rakatakapo 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 rakatakapo.
Imasopro, rakadopro, rakadopro, rakazetopro, rakadapro, rakadagado, rapapapo, riantopro, rakate, ropopo, lekete, oh chafu, oh chafu, oh chafu, oh chafu, oh chafu, oh chafu. Emufute ndio, wamekuwekea damu, imekunajisi ndio, mikono yako imebeba damu ambazo hujahusika. Oh, mikono yako imebebeshwa damu, iko damu ya mwana kondoo, na iruhusu ipite. Rakasedobu Yamasodapa Rakasedopu Rakasakato Roposhede Rakasado Ropokoshe Lekemasupu Rekesaikoto Kantapapato Resubrokoto Leseteteriamo Rinto Prokoto Rintakapapapo Rinto Prokoto Reketo Pro Ekokaprokote Rekote Pro Lekote Papo Lekote Proshe Intakakarado Into Prakagede Ropapolia Rekokotepro Letetemamo Amasuplecante Calado Le Parkuradu Prekede Rekota Prokagada Rapapado Prekado Rekatama Mamasedo Into Prekadopra Reke Saikotoyo Reko Kababado Rekatamamanto Rekedo Prakado Reketemamamo Rekatopro Reketesado Ropa Papo Rakatakado Rakatagapo Ropoporiamo Leto Proshedeba Yamasi Intekoria Papa Rekoshe Koriamo Rakatakatagado Ropa Papa. Oh chafu ndio, oh chafu ndio. Aya papa, kuna mahali uliuzwa kwa damu za mbuzi, kwa damu za kondoo, kwa damu ndio. Kuna mahali unadaiwa uchumi wako, empeleka damu ya Yesu, empeleka damu ya Yesu, empeleka damu ya Yesu. Imasato Rakasaikoto Rapasaikoto Rapasakado Rapapapasoto Rapakontakop Rakasaikoto Ropokoshedebo Rapasedob Rakasaikoto Manto Prokoteta Isuprakado Rapaposhedebo Reketo Prokoto Repapapatoshe Intakarodobu Rekesaikoto Reketo Prokota Aduba Sekutapo Aduba Seketoto Yamasoto Imasuprokotes Rekoto Prokoshedebo Lesekote Maradobu Resaikote Babado Resaikote Moho Resaikorapo Rakasaikotoyo Rekoka Prokotesede Reketete Moho Lekota Brokadobu Arupa Kanta Kabro Aduba Seketato Liko Shetetete. Iko damu ya mwana kondoo, iko damu ya Yesu, iko damu ya mwana kondoo, iko damu ya Yesu, iko damu ya mwana kondoo. Kuna mahali uliuzwa kwenye mizimu, uliuzwa kwenye miungu, uliuzwa kwenye uchawi. Empeleka damu ya Yesu ndio. Yesu ndio. Ayayayaya. Alichinjwa ili atununue. Alichinjwa ili atununue, alichinjwa ili atununue, alichinjwa ili atununue. La parote rapakardo rakatakado. Empeleka damu ya Yesu ndio. Mahali uchumi wako umeuzwa, mahali uchumi wako umeuzwa, mahali uchumi wako umeuzwa. Rakateto rakasaikoto. Neno la Bwana linasema ndio. Yamasoto laso prokoto lesakatata. Wanaoimba wimbo mpya wakisema wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zako kwa mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila. Hiyo damu ya Yesu ndio inapita sahihi, inapita sahihi, inapita sahihi, inapita sahihi, inapita sahihi, inapita sahihi. Ropa sedubu repa sekoto repa segere ropa poriado rapapa serere
Yamasi imasaikoto rapapato, mahali umeuswa, mahali umeuswa, mahali umeuswa, mahali umeuswa, mahali umeuswa, mahali umeuswa, mahali uchumi wako umeuswa, ndio pereka damu ya Yesu, pereka damu ya Yesu, ndio alatataha. Kuna watu wameuzwa kwenye mizimu, ile mizimu ya familia, ile miungu ya familia. Ropa sekuta, repa sekoto, repa sekoto, repa sekoto, reke sadopu, rasaikotoya, rapapo sherebo. Yamasi imasekordoshe rekete saikoto maseketa top raseketeriamo resoprokoto lesakatemo imasupro imasekuto imasekete ropakanta kadop rekote prokotete ropokote mamo intakora dubu resakuta bre rekokabrekedo leketobrakade lentokadobu sakatemo aya papo tetopa intakakapo rokoto. Mahali umeuswa, natuma damu ya Yesu, natuma damu ya Yesu. Ni miungu ya Kichaga inadai imekununua, inadai imenunua uchumi wako. Ni miungu ya Kindari, ni miungu ya Kifipa inadai imekununua, inadai weni wa ukoo wao. Leo tunapeleka damu ya Yesu. Hemu achilia damu ya Yesu kwenye damu yako, ndio mahali kuna identity ya wewe kwamba unamilikiwa na mizimu. Pereka damu ya Yesu, pereka kwenye damu yako, ndio pereka damu ya Yesu kwenye damu yako, kwenye mishipa ya damu. Yamasopu lesaikotopro rapasekete depo ropeke supro rapasekete manto brakade ropoporia takada lopokote mamo aduba sekete ropokate mamasuta repaka dubrakade ropakante kado reke saikoto rapasaigodo rakatagapo into la sudene rokoto shereba reke saikoto. Damu ya Yesu inakununua sasa, inakununua sasa, inakununua sasa, inakununua sasa. Utoke kwenye utumwa, utoke kwenye magonjwa, utoke kwenye mabaya. Damu ya Yesu ndio Yamasoto raka saikoto raka takapapo yanto brokoto le saikoto rapapapapa oli yamasakato. Mahali uliuzwa kwa wachawi, uliuzwa kwa waganga, uliuzwa kwa miungu. Leo unatoka, leo unatoka, leo unatoka, leo unatoka. Imasopu lesakatopu lesaikotosh rakasakato ropokoto rakasaya ropokoto lasakata. Baba, nafanya vita, nafanya vita, nafanya vita kwa damu ya mwana kondo, kwa damu ya mwana kondo, kwa damu ya mwana kondo. Na pereka hiyo damu, hayo madai ya kwamba wewe ni maskini, hayo madai ya kwamba unatakiwa mtumiki Shetani, unatakiwa mganga wa kienyeji, hayo madai ya kwamba hutaki kutoka kwenye hicho kijiji. Oropa katakata rakatakatapo ropopo sherere rakato 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 ropopo le supragado rakato ropopo rekete lopopopo letete mamamo rakato rapapapo rokoto rakata rakata. Napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo. Bwana, damu ya mwana kondoo, ndio damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo ipite kwenye mikono yako, kwenye miguu yako, kwenye kichwa chako. Ndio akili yako inakombolewa, ndoa yako inakombolewa, familia yako inakombolewa. Yamasopro la sakaratopro la sakatosherede rasopro kokoto la sakatakada la sakado lopeteriamo ropokoteriamo ropokoto shereba reke sagadabo rianta prokoto katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa neema yako, asante Bwana Yesu kwa nguvu zako, asante Bwana Yesu. Kama unaumwa, shika mahali unaumwa. Kama unaumwa, shika mahali unaumwa. Na changamoto nyingine tofauti na magonjwa, shika moyo wako.
Shika kwenye kifua, sehemu ya moyo wako. Lepase kotosha paragade. Rapa saikoto. Nguvu ya Mungu ipite hapo ulipo. Ndiyo, ni nguvu ya uponyaji. Ni nguvu ya uponyaji. Ni nguvu ya uponyaji. Hivyo vidonda vya tumbo, maumivu ya tumbo yanakata saa hii. Iko nguvu naisikia mahali hapa. Iko nguvu inapita. Iko nguvu inapita. Iko nguvu inapita. Iko nguvu inapita. Ni nguvu ya uponyaji. Ni nguvu ya uponyaji inapita kwenye hilo tumbo. Vidonda vya tumbo vinakauka saa hii. Ndiyo, maumivu ya mgongo yananyauka saa hii. Yanakadika saa hii. Achia. 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 Pokea uzima kwa jina la Yesu. Imasoprokoto. Masoprokoto sherebaha. La sakataya soprokoto. Masakato sherere serere. Rapa suprokoto sharaba. Rapa saikoto shereba. Rapa sekete soprokoto. Katika jina la Yesu. Oh, sante Bwana Yesu. Neema yako ni kubwa Bwana. Neema yako ni kubwa Bwana. Neema yako ni kubwa, Muumba mbingu na nchi. Rapako radao serere. Rapako sherebadada serere. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Liyama soprokoto. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante Bwana Yesu kwa nguvu zako. Asante Bwana Yesu kwa uweza wako. Rapa saikoto sharababa. Rapa saikoto sharababa. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Bwana, wewe ni Alfa na Omega. Baba, uzima uko ndani ya watoto wako. Katika jina la Yesu Kristo. Na uwe na amani, umekuwa mzima. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ninaomba sasa kwa ajili ya sadaka. Bwana Yesu, ninaomba kwa ajili ya sadaka za watoto wako. Mungu, ninaomba wabariki katika jina la Yesu. Na bariki Bwana, hawatapungukia. Yoyote Bwana atakayenyoosha mkono kukutolea katika jina la Yesu. Malango yaliyofungwa ya kiuchumi yafunguke sasa. Yafunguke sasa. Yafunguke sasa. Yafunguke sasa katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Amen. Mtu wa Mungu, unaweza ukashare haya maombi kwenye watu wako wa karibu. Ni maombi ambayo tunajifunza juu ya nguvu iliyoko kwenye damu. Hakika umeona siri nyingi ambazo ziko kwenye damu, lakini tuna pointi nyingi. Kwanza tumeeleza pointi mbili tu. Tuna pointi nyingi za nguvu ambayo iko kwenye damu, lakini baadaye tutakuwa tunatumia damu ya Yesu kuondoa hiyo nguvu yenye madhara ambayo iko kwenye damu. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Nikumbushie tangazo. Mwezi wa sita tutakuwa na mikutano miwili mikubwa ya nchi. Moja tumesha ukonfirm sisi kama jeshi la ufalme, kama ambavyo tunaitwa jeshi la ufalme. Jeshi la ufalme, kazi ya kwanza ni kutengeneza wanajeshi wengine. Kwa njia gani? Kwa njia ya maombi na kwa njia ya kuwahubiria wanaokoka, wanakuwa wanafunzi wa Yesu. Mwezi wa sita tutakuwa na mikutano miwili ya injili mkoani Songwe. Tutakuwa na mikutano miwili ya injili mkoani Songwe. Tutakuwa na mikutano miwili ya injili mkoani Songwe. Nitaandaa matangazo, mtu wa Mungu. Nitaandaa matangazo sio muda mrefu sana. Nitaandaa matangazo kwa ajili ya hiyo mikutano, lakini mkutano mmoja tumeshaudhibitisha, tumeshaukonfirm. Bado tu tarehe tumeshaipanga, lakini sitaisema sasa. Mkutano wa pili ndio bado tuna progress, tumeweka kwenye mipango na mikakati, tujue bajeti yake, tujue gharama zake, kila kitu. Ndivyo ambavyo tutaweza kufanya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nitatoa matangazo very soon. Nitatoa matangazo mwezi wa 6 2025.
2025, bado kama mwezi mmoja tu, bado kama mwezi mmoja. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nitatoa matangazo, na kama wewe hautaweza kwenda, basi tunategemea kabisa Mungu atakusaidia, utasupport. Na neno la Mungu nasema wale wanaopeleka habari njema miguu yao imebarikiwa. Kwa hiyo unapopeleka habari njema pamoja na sisi kwa ajili ya watu wa vijijini, watu ambao hawafikiwi, unapopeleka injili pamoja na sisi, uwe na uhakika ya kwamba Mungu anafanya jambo kwa ajili yako. Neema ya Mungu iko juu yako mtu wa Mungu. Neema ya Mungu na baraka ya Mungu iko juu yako katika jina la Yesu Kristo. Karibu kwa ajili ya utoaji wa sadaka. Namba zetu za sadaka ziko hapo juu, hapo kwenye skrini yako utaziona. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Shalom, shalom. Amen.